zingatia maadili, piga vita rushwa kwa nguvu zote. Maadili, maadili mashuleni, maadili, maadili mahakamani, maadili, maadili kote kote kote. Hapa ni katika viwanja vya Dr. John Malechela Nzuguni jijini Dodoma, ambapo maonyesho ya sikukuu ya wakulima maarufu kama Nane Nane yamefanyika katika viwanja hivi kwa taasisi za serikali na binafsi kutoa huduma na elimu kwa wadau na wananchi mbalimbali. Sasa refali wa viongozi nao wanapaswa kuwa na nini? Na ethics zinazowasimamia. Refali wao ndio nani? President Office, Ethics, Secretariat for Public Leaders. Kwa hiyo ofisi hii ndio refali wa kuwasimamia nani? Viongozi. Hili ni banda la ofisi ya Rais, Sekretarieti ya maadili ya viongozi wa umma, ambapo wadau na wananchi wakiwemo wanafunzi wamefika hapa kupata huduma. Tulichojifunza katika banda hili la Sekretarieti ya maadili ya viongozi wa umma ni kitu kikubwa sana ambacho kitawasaidia wanafunzi wetu kwa maisha yao ya sasa na maisha baadaye watakavyokuwa viongozi. Nilipofika hapa nimejifunza vitu mbalimbali, kimojawapo ni tunatakiwa kutetea maadili ya nchi yetu. Tusipotetea maadili ya nchi yetu tutapata hasara mbalimbali, mfano hatutaweza kupata haki na watu hawataweza kufanya wajibu wao. Katika upande wa utoaji elimu kwa umma, ofisi ya Rais, Sekretarieti ya maadili ya viongozi wa umma imekuwa ikitumia mbinu mbalimbali kuhakikisha kuwa wadau wanapata uelewa kuhusu masuala mazima ya maadili, na moja ya mbinu inayotumiwa na ofisi hiyo ni uwepo wa klabu za maadili kwa shule za msingi, sekondari na vyuo hapa nchini. Moja ya wadau waliotembelea banda letu wanapata kuzungumzia umuhimu wa klabu za maadili. Kuna faida nyingi sana za wewe kuwa mwanachama wa Maadili Club. Kwanza utakuwa mtu wa kitofauti. Pale ambapo wengine wanakosea, utakuwa wewe mstari wa mbele kuwanyoosha, kuwarekebisha, kuwa mtu mwaminifu, mwajibikaji. Vyote hivi utajifunza ukiwa ni miongoni wa wanachama wa hizi Maadili Clubs. Kuwa kwenye Maadili Club haimaanishi tu kwamba wewe lazima uje uwe kiongozi wa siasa au vipi, kwa sababu tunaamini kila mmoja amezaliwa kuwa kiongozi, ila tu baadhi yetu wachache wanapata chance ya kutuongoza, lakini na sisi wengine wote tunatakiwa tuwe na maadili yale yale. Tunapozungumza maadili, tunazungumza mtu halisi. Mtu halisi ni vitendo vyake, sio maneno. Ofisi ya Rais, Sekretarieti ya maadili ya viongozi wa umma imekuwa ikitumia maonyesho mbalimbali yanayofanyika hapa nchini kama jukwaa la kujitangaza, kutoa elimu na kuwahudumia wananchi wanaofika katika maonyesho hayo kwa ajili ya kuitambua taasisi hiyo. Kwa kiongozi yoyote au mtu yoyote kwa kazi zake zozote anazozifanya, mimi naomba nimpe maswali haya matano ajiulize, alafu ajipime kama uadilifu unaweza ukawepo kwa viwango vile ambavyo maswali haya yatamuuliza. Swali la kwanza lazima jiulize, mimi kama kiongozi wa ngazi hii ninajionaje kwenye ngazi yangu? Alafu kama kiongozi, hao ninaowaongoza wananionaje? Alafu mimi kama kiongozi ninawaonaje ninaowaongoza? Alafu ujiulize, je, kama kwenye nafasi hiyo utaondoka, utakumbukwa kwa lipi? Na tano, lazima ujiulize kama wewe ni mwalifu, unashaurika? Ukiambiwa kitu unakielewa? Au wewe uko pale ulipo hutaki kuambiwa chochote, kushauriwa, kuelekezwa kwa sababu ya sababu zilizopo? Lakini kiongozi mwadilifu au mzazi mwadilifu yeyote, masuala haya matano lazima ujiulize, alafu ujipe max. Kwa kipindi chote cha maonyesho haya ya Nane Nane kwa mwaka huu 2026, maafisa kutoka ofisi ya Rais, Sekretarieti ya maadili ya viongozi wa umma
wamekuwa wakitoa elimu ya maadili na namna ofisi hiyo inavyotekeleza majukumu yake haswa katika usimamizi wa maadili ya viongozi wa umma. Maadili, maadili mashuleni, maadili, maadili mahakamani.